Lusango, Lusango, jina linangu kijijini hadi mjini sana. Mwenzio nilikuwa nimepata ofa jana ya kunywa kahawa leo. Wasikia sasa. Eti hela za walimu mwanangu. Huyo mlinzi kwa na buku na mabata na bonda. Kimya. Wanakijiji, habari za mchana. Nzuri. Wanakijiji, leo tuna mkutano wa dharura. Mkutano huu unahusu elimu. Kama mnavyoona mbele yenu kuna wageni. Naomba nafasi hii nikaribishe na niweze kuwatambulisha wageni hawa walioko mbele yenu. Kianza kabisa, huyu huku ndo mzee wa kijiji hiki, akiwa pembeni yake afisa kata, akiwemo afisa elimu. Hawa ndio wageni wetu wa leo katika kikao hiki, na kwa sababu muda umeenda, niweze kumkaribisha afisa kata. Kuna mambo aweze kushare na nyie, amiambie kuhusiana na kikao hiki. Karibu. Wanakijiji, habari za mchana. Nzuri. Natumaini mwazima wa afya, lakini mimi ni mgeni katika kikao hichi. Lakini kubwa zaidi tunaloongelea ni kwa nini wanakijiji wa kata hii hamwapeleki watoto wenu shuleni. Serikali imetangaza kwamba elimu ni bure, lakini cha kushangaza, wazazi wa kata hii mmeshindwa kuwapeleka watoto wenu kwenda kufanyaje? Kujisomea. Kwa hiyo niwakaribishe nyinyi wanakijiji ili munielezee ni changamoto gani zinawasumbua, mpaka ni kwa sababu gani hamwapeleki watoto kwenda kujisomea shuleni. Karibuni. Ni kweli wanasema elimu ni bure, lakini ukifika shuleni watoto wanarudishwa, wanadaiwa hela za mlinzi, afu kuna wengine hatuna uwezo wa kutoa hizo hela. Kwa hiyo inakuwa changamoto pia, ndio maana watoto wanabaki nyumbani, waendi shule. Nimekuelewa kiongozi, lakini changamoto ni kuhusu viboko shuleni. Walimu wamezidisha ukali, kwa wanafunzi hawaendi shuleni, wengine wanatoroka. Ndio maana napelekea, ukisikia taarifa kama hizo unaamua tu mbakishe nyumbani, aende shambani tu akalime. Sisi hatuna mpango mwingine wa kuwasomesha, hapa wanaenda tu kulima. Kweli kabisa. Hiyo ndio. Kweli kabisa. Kweli kabisa. Bora nilishikishe mwanangu shamba. Jamani, tulieni. Naomba nimkaribishe mzee wa kijiji aweze kutoa neno. Asante mwenyekiti. Hapa mumetoa hoja ambazo ni changamoto kwenu nyie wanakijiji, mmeleta sehemu husika. Kwa haya yote ambayo mumewasilisha, tukichukua ili swala la sisi wazazi, mwenyekiti usikilize vizuri. Kwa sisi wazazi, ni kweli kabisa kwamba ukimchukua mzazi mmoja unakuta mwingine hana uwezo wa kumpeleka mtoto shuleni, hana uwezo kabisa kwa kulingana na kipato chake ambacho anafanya nini, anakipata. Ila pia tukirudi huku kwa mwenyekiti, tunasema kwamba pia kwa wale wazazi ambao wametoa hoja kwamba wanafunzi wao wanachapwa, ila yule ambaye anachapwa huwa ni uzembe wake mwenyewe. Mtendaji, naona hichi kikao cha amani, afu naona vijana wana silaha. Kwa hiyo naomba nikukaribishe uweze kuendelea na hizo process. Wanakijiji, kikao hichi ni cha amani, na kwa kuwa ni cha amani na kuna walokuja na silaha, afande naombeni mwakamate, mwapeleke sehemu husika ili mkutano uweze kuendelea. Hapana bwana, hapana. Hapana, hiyo haiwezekani sasa. Haiwezekani. Haiwezekani. Ana karata. Jamani, tutulie, tukae kimya. Tusizushe taharuki zote zilizotokea kwa mwenzetu. Kwa hiyo naomba tukae kimya,
tutulie, naomba tutulie, na pia kusitokee vurugu yoyote au mgongano wowote. Naomba kwa nafasi hii mkaribishe afisa elimu aweze kuongea alionayo. Afisa elimu, karibu. Asante. Habari za mchana wana kijiji? Nzuri. Jamani, tumekuja kwenye kikao hichi, ni kikao cha amani kabisa. Na pia mnaosema kuhusu elimu, elimu ina mafaida kibao. Na katika faida ambazo ninataka niwaelezee leo, elimu inatusaidia katika kutoa ujinga. Watoto kibao wamejaa mitaani na hawana kazi, wengine wapo tu. Lakini mzazi pale utakapompeleka mwanao shuleni, anaenda kupata elimu ambayo itakuja kumsaidia katika kujiajiri, kwa mfano kutengeneza future yake mwenyewe. Yaani tunazungumzia pale ambapo akitoka pale shuleni anaweza akakutana nyumbani na vitu kaza wa kaza, lakini kule shule alijifunza mambo kibao na amekutana na wanafunzi wenzake ambao pia wamemuongezea elimu. Kwa mnatakiwa mtupe ushirikiano serikali, na pia mpeleke watoto wenu shule, kwa sababu nyie wazazi wengine hapo, wengine hamjasoma. Na pia sio kusoma tu, wengine hapo mlipo labda hamna kazi, labda huwezi ukajua mwanao inaweza ikawa tegemeo lako la baadaye. Kwa tunaomba mtupe ushirikiano katika kuwaleta watoto shuleni. Nadhani tumeelewana. Ndio. Pia bila kusahau lile swala la kuhusu pesa ya mlinzi, sisi kama serikali tutalijadili na pia tutalifanyia kazi. Pia wazazi, tunaomba mtupe ushirikiano kuwaleta wanafunzi shuleni. Endapo mzazi hatamleta mwanae shuleni, tutamchukulia sheria sisi kama serikali. Kwa tunaomba mtupe ushirikiano wazazi wote, na pia muhakikishe wanafunzi wanafika shuleni. Mwanafunzi asiyefika shule, mzazi unatakiwa na taarifa ambayo itakuwa inaridhisha. Asanteni. Wanakijiji hai. Wanakijiji hai. Sasa kama serikali yetu ilivyoamua, kama